السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب, moja katika wapokezi wa hali za Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitwa As-Suhaili asema, kana wajhu an-nabii sallallahu alayhi wasallam mushriqan bassaman, uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni uso wa kung'ara na ni uso uliojawa na tabasamu limejaa. Kila ukimtizama Mtume mara nyingi akizungumza na watu, akiamiliana na watu, wakuta uso wake una furaha na uso wake unang'ara, uko na nuru nzuri, tabasamu limeenea kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ashatueleza katika Qur'ani akasema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, hakika nyinyi Waislamu mna kiigizo chema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kila ambaye anaamini siku ya mwisho na anatarajia atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, apitie njia ya kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo, na bila shaka kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala atafika kwa Allah akiwa na matarajio mazuri, na siku ya kiyama atakuwa na furaha pale anapoonana na Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika, maudhui yangu mimi haiko mbali na aliyoizungumza shekhi wetu kuhusiana na akhlaq. Na kama alivyosema, katika Uislamu tumefundishwa akhlaq nyingi sana na tabia nyingi sana nzuri za kupendeza, tukafundishwa na tukahimizwa tujipambe nazo, lakini pia tukatahadharishwa na tabia mbaya nyingi ambazo watakikana tukae nazo mbali na tujiepushe nazo. Lakini hizi akhlaqi zote nzuri, ili mtu asifike nazo na apambike nazo, awe nazo katika maisha yake, na hizi akhlaqi mbaya na tabia mbaya, ili mtu ajiepushe nazo, akae nazo mbali, kuna kitu muhimu sana cha hitajika katika maisha yake. Kuna jambo moja lenye thamani sana na lenye nafasi sana ya kumtofautisha kati ya mtu mwenye tabia njema na asiyekuwa na tabia njema. Jambo jenyewe si jingine, huwa al-adab, ni adab. Al-adab, adab. Falidhalika al-Imam Maliki rahmatullahi alayhi, akiwa katika maimam min a'immati ahli sunnati wal jamaa, amezungumza maneno yake mazuri sana kuhusiana na adab. Akasema, na sisi ni wanafunzi tasoma, mimi ni mwanafunzi na wengi najua ni wanafunzi, hata kama ni walimu, lakini bado kuna mambo wajifunza. Na wal ilm min al mahdi ila al lahd, na elimu kwa mtu siku zote ni kuanzia siku alipozaliwa paka siku atakapoingia katika mwanandani, bado yajifunza mambo katika maisha yake. Falidhalika Imam Malik rahmatullahi alayhi anasema, ta'allamtu al-adaba 30 sanatan wa ta'allamtu al-ilma 3 sanawat. Asema Imam Malik, nimejifunza kuwa na adabu peke yake, kushikamana na adabu nimejifunza kwa muda wa miaka 30, na kisha nikaja kujifunza elimu, kutafuta elimu kwa muda wa miaka 3 peke yake. Maana yake elimu
adabu aliyojifunza kwa miaka 30 imemsaidia yeye kusoma kwa miaka 3, na leo amekuwa ni imam katika maimamu ambao wamefanya kazi kubwa katika Uislamu, na atajwa kila wakati ila an yaritha Allahu al-ardha man alaiha, paka siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atairithi hii ardhi. Ataendelea kutajwa kwa khairi nyingi, lakini elimu yote aliyokuwa nayo na jitihada alizozifanya na mambo makubwa aliyojitolea katika hii dini, miaka mingi aliitumia katika adabu, hakuitumia katika elimu. Na mwingine pia katika watu wasomi ambao twawataja kila siku katika kheri na wataendelea kutajwa katika kheri ni al-Imam Ibn al-Mubarak. Na vile vile asema ta'allamtu al-adaba 30 sanatan wa ta'allamtu al-ilma 20 sana. Asema nimejifunza kuwa na adabu kwa muda wa miaka 30 na nikaingia darasani kusoma kutafuta elimu yenye manufaa kwa muda wa miaka 20. Lakini ikiwa tutaulizana hapa, muda wa kusoma na muda wa kujifunza adabu kwa mtu ni upi ambao wachukua time sana? Wengi wetu tutasema kwamba muda ambao mtu autumia katika kusoma ni mwingi zaidi ya muda ambao autumia katika adabu. Mtu yafundishwa adabu mara chache na muda kidogo, lakini muda mwingi autumia katika kusoma. Hii ni mafuhumu ambayo iko kwetu sisi watu wengi sana, lakini na mafuhumu ambayo ni khati'ah, ni ufahamu usiokuwa sahihi. Ufahamu sahihi ni kuwa adabu mtu ajifunza kwa muda mrefu sana kuliko kujifunza tabia njema na akhlaq. Falidhalika walioizungumzia adabu, sikilize haya maneno vizuri na muyaelewe. Walipoizungumzia wanachuoni adabu, utaona ndani yake kuingia elimu pamoja na akhlaq. Hizo tabia njema ambazo mtu ataka kusifika nazo, awe nazo, haziwezi kupatikana mpaka mtu awe na adabu. Falidhalika al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika Madariju Salikin aeleza maana ya adab, akasema al-adab huwa al-akhdhu bimakarimi al-akhlaq. Ikiwa mtu ataka kuifahamu adabu ni nini, basi asikilize haya maneno ya Ibn al-Qayyim. Asema adab ni mtu kuzichukua zile tabia nzuri zote na akawa yuwazifanyia kazi. Hii ndo adab. Adab ni kuchukua tabia nzuri ambazo wazifahamu na kisha ukawa wazifanyia kazi katika maisha yako. Hii ndo adab. Na vile vile al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani naye akaizungumzia adab, akasema al-adab huwa al-isti'malu bimahasin al-akhlaq. Adab ni kutumia tabia njema. Na haya maneno ukitaka kuyafahamu vizuri, njoo hata katika misemo ya kawaida ambayo utaishi nayo. Leo mtu akiwa na tabia fulani atajwa, fulani mashallah ni mkweli, fulani ni mwaminifu, fulani ni kadha, anajitahidi katika kusoma, anajitahidi kufanya 1 2 3, ni msafi, ahifadhi wakati. Hizi ni tabia mtu hutajwa nazo, yuko nazo. Lakini pia mtu akiwa na tabia mbaya hutajwa tabia zake mbaya. Kaambiwa fulani ni mrongo, fulani hatunzi ahadi, yuenda khilafu na ahadi ambazo yuwatoa, fulani ni mtu wa khiana, hana amana. Tabia zake zatajwa na watu wazifahamu. Lakini katika adab hakutajwi janibain, hakuna sehemu mbili. Hakuna fulani ana adabu mbaya na mwingine ana adabu nzuri, hapana. Bal utaambiwa fulani yuko na adabu na mwingine utaambiwa hana nini? Hana adabu. Fulani Muhammad
Isa ni Fatima ni nani, kwamba yule mashaallah yuko na adab, kwa sababu liannahu yasta'milu makarima al-akhlaq, kwa sababu atumia zile tabia nzuri zikamfanya asifike na adabu. Lakini yule ambaye hana tabia nzuri aonekana moja kwa moja hana adabu, kwa sababu adabu haisifiki isipokuwa katika mazuri. Ikiwa mtu hana tabia nzuri, moja kwa moja ahesabika hana adabu. Falidhalika, maana tukaambiwa na wanachuoni, walmaqsudu bil adab la yaktasir bil akhlaqi al-amma, makusudio ya adabu, mtu kuwa na adabu, haishi katika zile tabia ambazo zafahamika tu katika jamii, bali al-adab yashmal al-adab ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Katika adabu ya kusanya na yaingia katika adabu namba 1 ambayo ni adabu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-adabu ma'a Allah wa dhalika bil ikhlasi fil amal wal khashyatu fil ilmi. Adabu kwa mwanafunzi yoyote ambaye yuwasoma, kuna mambo mawili lazima awe nayo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, anatakiwa awe na ikhlas katika kile anachokifanya. Kila unachokifanya wewe ni ibada, ikiwa nia yako itakuwa salama na ukawa watarajia malipo kwa Allah na hujatoka katika misingi ya kumuudhi Mola wako, hesabika moja kwa moja ni ibada. Ikiwa Allah yuwapenda unachokifanya na anakiridhia unachokifanya na ukaweka nia katika moyo wako, moja kwa moja wewe waishi katika ibada na walipwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika, kwa sisi wanafunzi ambao tuko hapa, maadamu wewe wasomeshwa katika misingi bora na misingi ambayo Allah tayari waipenda na kuiridhia, kuwa na ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila wakati unapokuwa darasani na kila wakati unapopatikana katika maeneo ya shule, wewe ufahamu uko ndani ya ibada na unachokifanya kina malipo mbele ya Allah, unachokifanya kina thawabu mbele ya Allah, wala si jambo la ada, si jambo la mazoea kwamba watoka nyumbani au waishi hosteli hapa, waishi boarding, watoka kwa room yako waingia class wasoma, kisha watoka waenda lunch, wala hivyo maisha yaenda na siku za katika miaka yaenda, mwisho wa siku wamaliza haukutoka hata na nia ya thawabu. Hadhihi khasara adhima, itakuwa ni khasara wallah. Wewe waingia darasani kila siku ukosi qala Allahu qala ar-rasul, wafundishwa aya za Allah, wafundishwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Weka nia, kuwa na ikhlas katika moyo wako, kuwa na ikhlas katika amali zako ambazo wazifanya, utapata thawabu na Allah atakufanyia usahali hata katika elimu ambayo waitafuta. Masomo yatakuwa ni mepesi, utafahamu vizuri, utahifadhi, ikija mtihani mtafaulu, mtafikia katika daraja za juu na mutatimiza ndoto zenu ambazo mko nazo katika kutafuta elimu. Lakini muwe na ikhlasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, mujitahidi sana kuwa na khashya, kuwa na uoga mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ilma amanatun, kwa sababu hii elimu ambayo mwasoma ni amana. Nyote nyinyi walioko secondary, walioko primary huku, hii elimu ambayo mwaisoma darasani ni amana Allah amewapa na amewachagua msome. Sababu wako vijana wengine katika mitaa, wako wengine majumbani, wako wenye uwezo na wasiokuwa na uwezo, lakini Allah hakukadiria wao pia waingie darasani kusoma. Amewachagua nyinyi katika hao wengi ili msome. Hii mnaoisoma ni amana, mmebebeshwa katika mabega yenu,
na iko siku Allah atawauliza kuhusiana na hii amana. Muliifanyia nini hii amana? Amekupeni, mwatakikana muangalie namna gani mutaweza kuitekeleza amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale masomo ambayo mwayasoma na zile kozi ambazo mwafanya zinatakiwa ziwe na matunda katika jamii. Kiwa mtu atamaliza kusoma, amepata shahada yake, basi ajitahidi huko anakorudi, kama ni kwao, kama ni sehemu nyingine, ile elimu aliyokuwa aitafuta ameipata, iwe na manufaa katika jamii anayoishi, iwe na matunda, yaonekane fulani alisoma Forest Hill, leo mashallah yuko sehemu fulani, na watu wafurahi wakimuona, wananufaika na yeye, wanafaidika na yeye, watu wajisikia raha katika jamii. Na pia hata viongozi wenu wapata utulivu katika macho yao na nyoyo zao, wakiona fulani yuko pale sahihi, alisoma hapa, na watu wamtaja vizuri katika kheri, wananufaika na yeye, jambo la kheri. Wao pia wapata moyo wa kuendelea na jitihada na kuweka amali nyingi na matumaini kuhakikisha gurudumu la Forest laenda mbele kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuambia katika Qur'an, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika bila shaka, kwa yaqini kabisa, wale wanaomuogopa Allah na kuwa waoga ni wale wenye elimu. Na nyinyi tayari Allah ashawachagua kuwepo katika hii njia ya elimu. Elimu yenu iwe na khashia, mujitahidi sana elimu yenu iwafanye kuwa waoga, na wale isiwape kibri na kujiona hata kama wafahamu kuliko wengine. Usijione we ni bora zaidi kuliko wao. Nyote nyie ni makhluk, sote sisi makhluk, tumeumbwa na Allah, na Allah akafadhilisha tu baadhi kwa baadhi wengine. Kuna aliyepewa quwwatu dhakira na kwa wengine amepewa dhaifa. Mwingine ana akili nzuri mashallah, keti darasani kidogo akasikiliza, yuwaelewa, yuwafahamu, hahitaji hata kurevise, moja kwa moja yeye ashahifadhi na ashajua, tukutane kwa exam room. Lakini kuna mwingine akisoma haezi elewa, mpaka aketi baada ya class, atafute mtu ambaye yajua zaidi, amfundishe, amsaidie na amuelekeze, na ndo ataelewa. Na ikifika wakati wa mtihani, yuwapata dhiki tena ya kwanza kusoma, kufanya murajaa, kuhifadhi, hakadha. Hivi ndo Allah alivyowaumba wanadamu, faddala ba'dahum ala ba'd, amewafadhilisha baadhi yao kwa wengine. Fala da'iyan ila takabbur, hakuna haja ya mtu kuleta kiburi kwa sababu ya elimu au sehemu, kwamba sitasoma shule hii mashallah, wale wengine wasoma shule zingine hakuna lolote, hawatuwezi wala hawatufikii. Mal faida, hakuna faida. Na kuna faida gani wewe ya kujiona hali ya kuwa ulikuja na hukutoa taarifa, na utaondoka bila kupewa taarifa pia katika huu ulimwengu? Lakini uwe na khashia, uwe na uoga, na usiwe na kiburi. Wa hakadha, adab yaingia pia kwetu sisi kufanya adab ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam, kuwa na adab pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Falidhalika bita'dhimihi wa tibai sunnatihi, kwa kumtukuza mtume sallallahu alayhi wasallam, kama akitajwa hivi tukithirishe kumswalia, kwa sababu mtume asema, inna awla an-nasi bi yawm al-qiyama aktharuhum alayya salatan, hakika watu ambao watakuwa karibu zaidi na mimi siku ya kiyama. Mtume alayhi salam atoa bishara, watu watakokuwa karibu naye zaidi siku ya kiyama ni wale wamswalia sana. Kila ukisikia mtume atajwa sallallahu alayhi wasallam, wamtaja mtume, na ni katika njia ya kumtukuza mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukisikia kuwa wewe utakuwa na mtume siku ya kiyama, au utakuwa karibu na mtume, usiwe na shaka, wewe ni Firdaus ndo ya kuhusu. Na kuna nani ambaye hapendi kuingia Firdaus? Nani ambaye hatamani kupata pepo ya Firdaus katika wanadamu?
bali hata yule muovu wafanya maasi na madhambi anatamani akaingie Firdaus. Waonaje wewe ambaye Allah amekuchagua, amekupa hidayah, amekupa taufiki katika amali salih? Watakikana kuonesha namna gani una shida ya kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Kiyama, kwa kukithirisha kumswalia mara nyingi, kila akitajwa wamswalia Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini adabu ya kumfuata Mtume, na hapa ndo muhimu sana, kumfuata Mtume katika akhlaqi zake, kama tulivyohusiwa tabia njema. Mtume alikuwaje? Kwa sababu Mtume hizi marahili ambazo tutapitia sisi, nyingi katika hizo Mtume ameziishi. Mtume ameishi akiwa ni mtume, kiongozi wa Waislamu na kiongozi wa umma. Mtume ameishi akiwa ni mwalimu wa masahaba na mwalimu wa umma huu. Mtume ameishi akiwa ni mwanafunzi, asoma kwa Jibril alayhi salam, ni mwalimu wake, anakuja kumweleza baadhi ya mambo muhimu ya dini, ampa maelekezo na mafundisho ya kutunufaisha sisi. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa ni baba mwenye familia nyumbani, alikuwa ni mume mwenye wake nyumbani. Mtume alikuwa ni mfanyakazi, yuwafanya kazi za watu, ameajiriwa. Falidhalika Mtume hizi marahili zote ameziishi. Wewe ukiwa ni kiongozi, angalia Mtume alayhi salatu wassalam alikuwaje na wewe umwige. Ikiwa ni mwalimu wasomesha, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuwabashiri vipi masahaba kutokana na hali zao tofauti tofauti. Leo ukisoma katika hadithi za Mtume utamkuta mmoja amekuja kumuomba Mtume nasaha, amwambia la taghdhab. Mwingine aje kumuomba Mtume nasaha, amwambia qul amantu billahi thumma istaqim. Wengine wamuomba Mtume nasaha, amwambia ittaqullah, mwogopeni Allah. Kila mmoja ajua hali yake na venye yuko, na ni nasaha zipi ambazo zitamfaa, na ni muamala gani ambao wanasibiana naye yeye akiwa kama mwalimu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Mtume ameketi kama mwanafunzi, na miongoni mwa dalili za kuonesha Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa ana adab, ana tawadhu ya hali ya juu, ni pale alipokuja Jibril alayhi salam, amekuja kuketi, yuamwelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa njia ya maswali. Akhbirni anil islam, akaelezwa. Akhbirni anil iman, akaelezwa. Akhbirni anil ihsan, akaelezwa yote Jibril. Lakini alipofika kwenye akhbirni anis saa, Mtume hakutoa majibu, wewe bana wafahamu kabisa hili jambo halijulikani, wanisumbua, au kumwambia usipoteze time yangu katika mambo nisiyoyajua. Lakini akamwambia mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Angalia tawadhu, unyenyekevu na heshima na adabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mwanafunzi. Amwambia yule aliyeulizwa hajui zaidi ya muulizaji, manake muulizaji afahamu zaidi kuhusiana na hili jambo. Mtume ajidogesha, pamoja na kuwa yeye ni mtume na yuwafahamu kabisa hii hadithi itasomwa miaka na kwenda na kurudi, miaka na mikaka, lakini aonesha na atoa ujumbe wa tawadhu, unyenyekevu pamoja na adabu ya mwanafunzi kwa mwalimu wake. Asa na wewe mwanafunzi takikana uangalie namna gani waamiliana na walimu wako. Uko na unyenyekevu ama huna? Uko na akhlaqi au huna? Uko na tabia njema au huna? Au wadharau walimu wako wewe? Na hata kama wadharau, uko na nini ambacho cha kupelekea kuwa na dharau? Kwa sababu waliokuwa bora hawakudharau, bali walionyesha tawadhu. Na katika visa ambavyo vyaonyesha tawadhu ni pale Musa alayhi salam alipotumwa kwa Firaun, na yuwafahamu kabisa yeye katika mambo ya kuzungumza kidogo
hayuko sawa kumzidi ndugu yake Harun alayhi salam. Akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, amwambia Allah, na kuomba unitumilize pamoja na Harun, kwa sababu yeye ni fasaha kuliko mimi akizungumza, na yaweza saidia tukaeleweka zaidi kwa Firauni pamoja na watu wake. Lakini tukumbuke pia Musa alayhi salamu aitwa Kalimullah, ni mtume aliyezungumzishwa na Allah mpaka akapewa hili jina, amezungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado afahamu yeye nafasi yake aliyokuwa nayo, amwambia Allah aende na Harun kwa sababu ni mbora zaidi yake yeye katika swala la kuzungumza, hata kama yeye katika unabii na utume ni bora kuliko Harun alayhi salam. Tawadhu, unyenyekevu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ashatambia, wama tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, na hafanyi unyenyekevu mtu yoyote kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah humnyanyua manzila, anamnyanyua daraja. Kila ukifanya unyenyekevu, kila Allah akikunyanyua, na opposite yake pia, kila ukifanya takabur na kiburi, kila Allah akikushusha na kukudidimiza. Falidhalika adab pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini adab kwa upana wake pia yaingia al-adab ma'a al-walidain, kuwa na adab pamoja na wazazi wawili, kwa kuombea dua na kuishi nao kwa wema. Na hii ni mutakarrira fil Qur'an, kuwafanyia wema wazazi wawili na kuishi nao kwa adab ni jambo limekaririwa sana ndani ya Qur'an, limerudiwa mara nyingi, na hadithi zimekuja nyingi sana kuonesha umuhimu wake na uzito wake. Lakini bimunasaba, kwa sisi wanafunzi, zawadi bora ambao twaweza kuwapa wazazi wetu sisi, kwa umri wetu wengi sisi hatuwezi kununua nguo tukawapelekea wazazi. Hatuwezi kununua kiwanja sehemu kuna ploti yauzwa, ukanunua ukasema mzazi wako umfanyie surprise, ukampe ile kiwanja afurahi. Hawezi nunua gari ukampelekea mzazi. Lakini kuna mambo ukiyafanya wewe, mzazi wako atafurahi sana na atafarijika katika moyo wake. Jambo la kwanza ni kuwaombea dua, na hasa kila unaposwali 5 salawati, jitahidi sana kila unapokuwa katika sijida, rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hakadha, kila unapokuwa katika sijida tedi kukariri hii dua, waiomba, waizidisha kwa ajili ya wazazi wako ambao wamekuleta hapa kusoma na wakusimamia. Na hata kama hawakukuleta, madamu ni wazazi wako wapo au wameshaondoka hali ya kuwa ni Waislamu, basi kariri hii dua kila wakati, waombee wazazi wako. Lakini jambo la pili na jambo kubwa katika masomo haya ambayo tutasoma, tuna nafasi kubwa sana sisi wazazi, sisi wanafunzi, kuhakikisha twaingiza furaha katika nyoyo za wazazi wetu. Kila unapojitahidi wewe katika masomo, kila unapojitahidi katika adabu, zile sifa zikawa zarudi kwa mzazi wako na mlezi wako, wallahi wafurahi sana na yuwafarijika katika moyo wake. Na hakuna mtu katika huu ulimwengu, na hili tulifahamu, hakuna mtu katika huu ulimwengu ambaye anapenda kuona mafanikio ya mtu mwingine na apenda kuona mtu mwingine apiga hatua mbele zaidi ya mzazi kwa mtoto wake. Hakuna. Mzazi ndo ambaye yuwapenda kukuona umetoka hatua ya kwanza umeenda hatua ya pili mpaka ya 10. Mtu mwingine aweza ukaishi naye, mwacheka, mwafurahi, mwaenjoy wenyewe, lakini kila akiketi hataki akuone ukimzidi yeye. Lakini mzazi yuko radhi na yuwatamani pale alipo yeye sahihi wewe ufanikiwe zaidi na zaidi katika maisha yako.
Falidhalika, kila ukisoma vizuri ukafaulu, kila ukifanya vizuri kwenye masomo yako, mzazi wako yuwafarijika na yuwapenda nyumbani. Na kila ukisifika na tabia nzuri shuleni, ikawa sifa za rudhi, mama yake fulani, baba yake Abdullah, baba yake Muhammad, baba yake Suleiman, baba yake fulani, mashaallah mtoto wao ni bright, mashaallah mtoto wao ni mzuri katika adabu, mashaallah mtoto wao ana tabia nzuri, mashaallah mtoto wao yuwatajwa kwa kila aina ya uzuri, basi yule mama hufarijika nafsi yake, yule baba moyo wake hupoa, moyo wake hupata amani. Tofauti na ikiwa ni mtoto wa visanga, akiketi kidogo hajatulia, mtoto karudishwa nyumbani, hajatulia kapigiwa simu, hajaketi hivi anaambiwa njoo ofisini. Wamkosesha amani, wampa pressure, muda mwingine wamkosesha furaha katika moyo wake, wamfanya anaishi maisha ya dhiki, na yuwa kugaramikia, yuwa kulea, yuwajitoa kwa ajili yako, muda mwingine hata yuwajinyima yeye kwa ajili wewe uishi vizuri, usome vizuri, ukae vizuri. Falidhalika, shukurani yako wewe ni kuhakikisha moyo wake unapata furaha na amani, na wala usimuingizie huzuni na wasiwasi katika maisha yake. Kwa hiyo wanafunzi, mujitahidi sana katika hii sehemu pia mukiwa na adab. Lakini pia hapa kwenye adab, al-adab ma'a al-ulama, kuwa na adab pamoja na wanachuoni. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia katika hadith, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Asema Mtume alayhi salatu wasalam, si katika mwenendo wetu sisi Waislamu na si katika mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam yule asiyemuheshimu mtu mzima mkubwa na asiyewahurumia wadogo na asiyetambua haki ya msomi wetu. Hivi vitu vitatu mtu akivikosa, huyo njia aliyochagua si njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam min haythu al-akhlaq wal adab, katika upande wa tabia njema pamoja na adabu, bali ni njia ameitafuta mwenyewe na maamuzi yake. Lakini katika utaratibu wa Uislamu na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni njia iliyoko mbali sana. Uwe na heshima kwa watu wazima, uwe na huruma kwa watoto wadogo, na uwe na heshima na adabu kwa wasomi. Na twafahamu ghaliban wengi katika walimu wetu sisi huwa wametuzidi katika umri. Kwa hiyo ukiangalia katika hii hadithi, mwalimu wako wewe amechukua haki mbili katika hii hadithi. Haki ya kwanza, inatakiwa umuheshimu kwa sababu amekuzidi umri, na haki ya pili, yatakikana umuoneshe adabu kwa kuwa ni mwalimu wako, amekuzidi elimu na amepewa majukumu ya kukufundisha wewe. Lazima uwe na adabu, lazima uwe na muamala mzuri pamoja na mwalimu wako. Bali imetajwa miongoni mwa adabu walizokuwa nazo aimma mina salaf, walikuwa wema waliotangulia. Mmoja aeleza namna alivyokuwa yuwamuogopa na kumheshimu mwalimu wake. Anasema hata alikuwa yuwaona haya pale anapokuwa mbele ya mwalimu wake, ikawa yuwafungua karatasi za kitabu chake zisisikike. Angalia hii qimmatu tawadhu, namna gani mtu amefikia katika tawadhu na unyenyekevu na adabu. Kile kitabu kikifunguliwa, ahofia mwalimu wake asisikie, yaweza ikamchanganya katika yale aliyoyaandaa. Lakini wanafunzi wa leo, kuna wanafunzi mwalimu akiingia wako nyuma, lakini wataka mwalimu ajue kuwa wapo. Waanza kuchezesha madeski, waanza kusugua viatu chini, piga kelele mpaka wafahamike. Sababu kuna msemo wanafunzi hutumia, wanasema khalif tu'raf, fanya mukhalafa ili ujulikane. Yani ukitaka kujulikana wewe katika mtaa au katika sehemu,
nenda kinyume na utaratibu ulivyo. Hata msikitini ukitaka ujulikane haraka, watu waswali waelekea kibla, wewe swali ukielekea sehemu ambayo sio kibla, kwa sababu kila mtu akiingia atakushangaa na atakujua. Tizameni huyu bwana, na uko serious waswali, wala ushangai ushtuki. Kila mtu atakufahamu kwa sababu umeenda kinyume na utaratibu ulivyo. Lakini si adabu kwa mwanafunzi kuwa na mikhalafa, kuwa na kesi nyingi na kutokuwa na adabu kwa mwalimu wake. Jitahidi sana kuwa na adabu katika maneno unayozungumza na mwalimu wako, wazungumza naye vipi? Katika matendo unayoyafanya mbele ya mwalimu wako, wayafanya kwa aina gani? Kuwa na adabu. Lakini katika adabu vile vile, al-adab ma'a al-ilmi nafsi, mtu kuwa na adabu pamoja na hiyo elimu ambayo waisoma mwenyewe. Na ili uiheshimu elimu unayoisoma, lazima ufahamu thamani yake na ujue umuhimu wake. Wewe wasoma kwa ajili gani? Wasoma kwa lengo gani? Wasoma ili uwe nani baadaye? Ukiwa na hizi dawafi, ukiwa na hizi sababu, zitakusukuma wewe kuiheshimu na kuipa adabu hiyo elimu ambayo waisoma. Lakini ikiwa waenda tu wasoma kwa sababu watu wameletwa wasome na wewe uko wasoma, waenda katika misafara ya watu, utakuwa wasindikiza na hautoathirika na wewe kuwepo hapa. Lakini ukifahamu makusudio ya kuwepo hapa shuleni na una malengo gani wewe baada ya kumaliza kusoma, na kuna faida gani utazipata katika hii elimu, bila shaka utaweka jitihada nyingi na utatumia muda mwingi katika kusoma. Falidhalika al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi akizungumzia masuala ya kusoma, akatuhusia akisema, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayan. Akatwambia hautopata elimu isipokuwa kwa mambo sita, na haya mambo sita nitakueleza kwa upana wake kwa kuyataja. Na hizi zaitwa sudasiyatu shafi'iyya, mambo sita ambayo al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi ameyataja katika kuhamasisha watu kusoma. Kasema jambo la kwanza, dhakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulgha wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani. Mambo haya sita. Jambo la kwanza, kuwa na akili. Na bila shaka ambao tutasoma hapa tuko na akili, kwa sababu hakuna mwenda wazimu ambao yuko hapa shuleni. Kila mtu yuko na akili, japokuwa akili za tofautiana. Na jambo la pili, kuwa na hirs, kuwa na pupa katika kile unachokisoma na kufanya jitihada katika kile unachokisoma. Lakini huwezi kuwa na pupa na huwezi kufanya jitihada mpaka ufahamu umuhimu wa kile unachokisoma. Ukishajua umuhimu wake, utatumia muda mwingi sana kuhakikisha unafikia katika malengo na kuupata huo umuhimu wa kusoma elimu yako. Bulgha na masuala ya chakula yapo min lawazimil ilm. Na vile vile suhbatu ustadhi, kuwa karibu na mwalimu akusomeshe, akuelekeze, kwa sababu mtu hawezi akajifunza mwenyewe, ahitajia mtu wa kumwelekeza na kumsomesha na kumpa miongozo iliyokuwa bora. Na bila shaka hapa tuko na walimu wa kutosha, tena ambao wamebobea, wanaostahiki kusomesha kwa marahili ambazo tuko nazo. Lakini jambo la mwisho pia, watulu zamani, na kukaa muda mrefu, kwa sababu elimu haichukuliwi kwa wakati mchache. Lazima uvumilie, kae mwaka wa kwanza, wa pili, miaka 6, miaka 7, mpaka pale utakapomaliza. Hakuna elimu ya miujiza, miujiza. Lazima upambane, ukomae. Watu wanasema komae na ujitoe kweli kweli katika kutafuta elimu. Taib, lakini tukirudi katika maneno ya Imam Malik rahmatullahi alayhi na katika maneno ya Imam Ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi majami'an,
walipozungumzia wao kuhusiana na utafutaji wa elimu, wakataja idadi nyingi ya miaka imetumika katika kutafuta adabu na idadi chache imetumika katika kutafuta elimu. Kwa nini? Walmaqsudu min hadhihi alibarat, makusudio ya hizi ibara ambazo wamezitaja, anna aladaba yahtaju ila zamanin tawilin wa tarbiyatin mustamirra. Kitu ambacho chatakikana ukifahamu ni kwamba adabu, ili mtu awe na adabu, yahitaji muda mrefu, tena malezi yenye kuendelea kila wakati. Kila wakati mtu atakikana kuirudia adabu yake na kujichunguza. Je, bado yuwasifika na adabu alionayo, au ameanza kutoka katika adabu, ameanza kukosa tabia njema? Ni jambo ambalo halina mwisho, la kuhitajia kila wakati, unapozungumza, unapofanya, unapolala. Ndio maana kuna adabu, adabu almashi ila sala, adabu almashi. Kuna adabu za kuketi, kuna adabu za kuzungumza, kuna adabu za kula, kuna adabu za kuingia msikitini, kuna adabu paka za kuingia fi sehemu za kukidhi haja. Zote hizi ni adabu zazunguka maisha yako yote, paka adabu za kuzungumza na wazazi, kuzungumza na walimu, kuzungumza na viongozi, kuzungumza na watoto wadogo, kuzungumza na watu wazima, kuzungumza na Muislamu, kuzungumza na asiyekuwa Muislamu. Kuna adabu zake ziko. Falidhalika, hili jambo lahitajia wakati mwingi na ni malezi ambayo hayana mwisho, kila wakati ya kuhitajia. Ndio maana aima wetu wakawa watueleza, wametumia muda mwingi sana kuhakikisha wapata adabu. Lakini elimu yahitajia quwwatu dhakira. Mtu akiwa na quwwatu dhakira aweza hifadhi masahaf, akahifadhi hadithi, akahifadhi aqwali, akahifadhi kutub fil fiqh, akahifadhi vitu vingi kwa muda mchache. Wa hadha aladab huwa alladhi yaj'alu alilma nafi'an, na hii adabu utakayokuwa nayo ndio itakayosababisha elimu yako iwe na manufaa. Ukiwa na adabu, itapelekea elimu uliyokuwa nayo itakuwa na manufaa. Lakini ukikosa adabu, hata elimu uliyokuwa nayo umehifadhi kiasi gani, haitakuwa na manufaa yoyote. Sababu ikiwa mtu anadharau watu, yuajiona yuko na kibri, bal faida min ilmi, kuna faida gani ya elimu yake aliyokuwa nayo, hata kama ni nyingi kiasi gani, hata kama amehifadhi vitabu vyote ambavyo vyafahamika katika huu ulimwengu, lakini mtu yuko na kibri, yuko na ujbu, haheshimu watu, yuwadharau, nani ambaye atatamani kukaa naye? Hata kama yuwafahamu, hakuna mtu ambaye atampenda. Lakini ukuta mtu yuko na elimu ndogo, yuko na adabu, basi kila mtu yuwatamani kuketi naye, tamani kuishi naye, kuamiliana naye, kwa sababu ya adabu aliyokuwa nayo. Na jambo jingine ambalo watueleza aima wetu kuhusiana na muda mwingi kuutumia kwenye adabu, watuambia kuwa anna tahyiyata alqulubi afdal wa aham min mil'i aluquli bilma'lumat. Maandalizi ya moyo kuwa na adabu na maandalizi ya mtu kuwa na adabu ni bora katika nafsi yake kuliko kujaza akili yako maalumati yasiyokuwa na adabu. Yani mtu kuwa na adabu nyingi ni bora, hata kama atakuwa na elimu chache, kuliko mtu kuwa na elimu nyingi ambazo kwenye adabu ni 0.00. Itakuwa haina faida yoyote katika maisha ya Muislamu. Lakini katika mambo ambayo yanapelekea maimamu wetu wakatuhusia sana sisi kuwa na adabu na kuwa na akhlaqi njema, kusifika na adabu kwa Muislamu kuanzia katika moyo wake na matendo yake. Aliyekuwa na adabu hata ufahamu wake unakuwa ni yasiri,
unakuwa ni mwepesi, sababu kupitia adabu zake hata walimu humpenda, na mwalimu akimpenda mwanafunzi wake hutamani ampe mambo mengi ambayo hayafahamu. Anatamani kila wakati awe naye karibu, amueleze bana, hapa njia rahisi zaidi ya kuelewa hili somo, pitia 1, 2, 3. Yuatamani kwa sababu kijana aonesha mwenyewe mwanzo kuwa na adabu nzuri kwa walimu wake pamoja na wanafunzi wake. Lakini pia adabu yamfanyia wepesi mwanafunzi katika kuhifadhi. Mwanafunzi ambaye hana kiburi, hana tabia mbaya, hana mambo yasiyopendeza, akili yake inakuwa ni khali, haijachanganya vitu vingi. Akili yake inapotaka kuhifadhi inakuwa ni rahisi zaidi, wala hapati taabu, hapati dhiki. Tofauti na mtu aliyejaza katika akili yake kuna kibri, kuna dharau, kuna tabia mbovu zimejaa, kuna mambo ya hovu yasiyofaa. Hata akitaka kuhifadhi kitu na kukielewa, inabidi apate space nyingine katika akili yake. Akili ishachanganyikiwa, akili ishavurugwa, na hata katika kuhifadhi pia atapata tabu. Lakini yule ambaye ana adabu na akhlaq, mambo yanakuwa ni mepesi zaidi, wala hapati dhiki. Lakini jambo la mwisho ambao ni faida anaipata mtu akiwa na adabu, adabu yako utakayokuwa nayo kila unapojifunza jambo zuri na kila unapojifunza jambo la kheri, basi kulifanyia kazi na kuwa ni rahisi zaidi. Mtu tayari uko na adabu, kaambiwa bwana kuna 1, 2, 3 katika tabia njema ni kutokuzungumza urongo. Mtu mwenye adabu wala hapati dhiki, kwa sababu tayari yuko na adabu katika moyo wake. Hawezi kumdanganya mwalimu, hawezi kumdanganya mwanafunzi, hawezi mdanganya rafiki yake, hawezi danganya mzazi, kwa sababu ashaelezwa na moyo wake wapokea yaliyokuwa mazuri katika asili yake. Lakini mtu ambaye hana adabu, manake tayari ashachanganya vitu vingi katika moyo wake, hata unapomuongezea jambo zuri inakuwa kuna uzito wa kulifanya. Anajifikiria, ili nilifanye ama nisilifanye, ili mbona kama la nibana kidogo, ili mbona kama la ninyima uhuru, la ninyima freedom, kwa sababu tayari alishakosa msingi wa kuyafanya haya mambo mengine yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, ni kuhusieni sana pamoja na kujihusia mimi mwenyewe kujipamba na adabu. Tujitahidi sana kujipamba na adabu. Adabu ndo kitu kitakacho tofautisha kati ya mtu mwenye tabia nzuri na mwenye tabia mbaya. Kila mwenye adabu ana tabia nzuri, lakini si kila mwenye tabia nzuri ana adabu. Kuna mtu ana tabia moja nzuri lakini adabu hana, tabia zilizobaki zingine zote ni za hovyo. Lakini kila aliyefahamika kwa adabu amefahamika kwa tabia nzuri katika maisha yake. Na ndo tukaambiwa adabu ni msingi na elimu ni jengo. Mtu anapojenga nyumba, ni kitu gani anatakiwa akiimarishe zaidi kati ya msingi na jengo? Ni kitu gani? Kitu gani sisikii? Msingi. Kwa hiyo kati ya adabu na elimu ni kipi natakana tuwe nacho zaidi? Adabu. Falidhalika tujitahidi sana kuwa na adabu. Al-adab huwa al-asas wal-ilm huwa al-bina. Adabu ndo msingi na elimu ni jengo. Msingi ukiwa mzuri, elimu inamnyanyua mtu na inakuwa na manufaa. Lakini msingi ukiwa na matatizo, elimu inaweza kuwa ni nakma, inaweza ikawa ni majanga kwako wewe, na ikawa ni fitna. Elimu ikawa ni dhiki, wasoma lakini unaona unapitia mitihani mizito, haupati hata ladha ya kusoma wewe. Wanza kwa kisoma wanaenjoy, wanafurahi, lakini wewe utakuwa wasoma na wapata dhiki. Kwa hiyo tujitahidi sana
ndugu zetu wanafunzi pamoja na wafuatiliaji wa TV Imani na wasikilizaji wa Radio Imani Tanzania, tujitahidi sana kuwa na adabu, tushikamane na adabu na tujipambe na adabu zenye kupendeza, kwa sababu katika adabu hakuna adabu zisizopendeza, zote zapendeza, ila cha muhimu sana ni wewe uwe na hizo adabu. Basi uwe na adabu na iwe ni sehemu katika maisha yako na iwe ni sehemu katika mavazi yako, kama alivyotuambia shekhe, urongo si katika mavazi ya Muislamu, lakini adabu ndiyo vazi kubwa la Muislamu katika maisha yake. Naktafi bihadha alqadr, nas'alu Allah yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.